Rise imeanzishwa kutoka kwenye experience ya maisha ya watu halisi, au iliweza kuletwa kutoka kwenye experience ya maisha ya watu halisi. Kitu yani hawana njia rahisi ya kusema naweza nikaenda kwa nani, nikakimbilia kwa nani ili anitatulie shida yangu fulani au vijana wanaotafuta kazi. Hii Rise inafanya hivyo. Majukumu niko na the problem yangu ni I need help, mnaweza mkanisaidia. So we are there to help. Kamili au maandalizi sahihi ya kuandaa kabla hawajafika huko. Ya kwamba bidii yangu imekuja kiasi hiki na ni kwa sababu kuna chuma fulani kimeandika ndani ya nyumba na mwezi huu kinatengenezwa. And any other thing done. When you have that saving, there is nothing that will happen. It's not for you to pay every single month because you don't have that work to do. I will always control that with my help. Na nikiangalia kwenye t-shirt yako hapo umeandikwa Rise. Tungetamani utufafanulie zaidi kwanza kuhusiana na hiyo t-shirt, maana ilikuwa lengo kuu. Rise imesimama kwa Refugee Integration Skills and Empowerment. Maana yake kwa Kiswahili ustadi na uwezeshwaji wa mkimbizi katika jamii. What will disturb us if we need something to be done in the community? Those things are not hard for us to accomplish. When we have those kind of youth in our community, nothing will conquer us if we live in a unity. The ability of having confidence. The ability of having a confidence and have. Wakati unatengeneza kitu cha kujiamini na unakuwa na bidii katika imani. If you build confidence and have ability in faith, hii haiishii tu katika mpira. It doesn't end just with soccer. Ni faida pia kwa jamii. It's also a benefit from the community. Ikiwa kama vijana wote wanaweza kujiamini, if our youth can believe themselves na kuwa na bidii katika kufanya mambo and have ability in doing their stuff, hawa wazee tulionao wanaweza kuzeeka vizuri sana. Those elders that we have, they will grow older in a good situation. Kwa sababu hatuwezi kukimbia majukumu ndani ya nyumba zetu. Because we won't run our responsibilities in our houses. Wanakimbia majukumu ndani ya nyumba zao. There are youth that they run out of responsibilities in their houses. Kutoka kwenye jamii au kutoka kwenye nyumba zao. They believe that coming out from their families or communities, ndio wanaweza kuwa na maisha bora. Now that we have good life out there. Lakini tunapotengeneza vijana wanaojiamini kwamba hata kama iweje kwenye familia. But when we build those youth that we know that even if I'm passing through which kind of situation in the community, nitaweza kulinda familia yangu. I believe I will guide my family. Nitapambana kwa bidii. I will fight strongly. Ili familia yangu ifike mahali fulani kesho. So that my family can reach where I want them to Haya be. yote yalionekana na watu ambao wako kwa Rise. All those were seen with the people that are in Rise. Endapo kama watu hao watashikwa mkono au watasaidiwa chochote. If those people they will hold them or they will hold on them or be helped in one way or the other. Kinachoweza kuwasaidia katika hali ya afya ya kawaida. That will help them in a normal health. Inakuwa ni muhimu sana. It will be much important. Tena sana. Much important. Kwa hiyo yote hayo yanaweza kuwezekana ikiwa wale wanawasimamia wanaelewa nini cha kufanya. All this can be possible if the leaders know what to do. Ndio maana kundi hizi za mpira ziliweza kuonekana katika hili. And that is why the soccer team were seen in this. Vijana wote tulionao kwenye jamii zetu zote. All youth that we have in all communities. Tunahitaji kuelekezwa katika mambo mengi sana. We need to be taught in a lot of things. Sio tu kwa maneno ya kufarijiana kila siku. It's not just in a word of encouragement. Naamini kwamba Rise believe that tukiwa na jamii zinazoweza kutuunganisha, when we have a community that can put us together, kuanzia kwa vizazi mpaka kwa jamii, kuanzia kwa wazee mpaka kwa vijana,
from the elders to our young ones, basi tutakuwa na jamii zilizoshiba nidhamu, now we will have a community that's full of principles. na tuna uwezo wa kusimama katika mipango iliyo salama katika makundi. And we have ability to stand in a good strength with all the communities. Wakati sisi wote tutakuwa tumemaliza hili swala tutalifuata hapa. When everybody or all of us finish what we come here to do, Kabla hatujatoka hapa na kuenda majumbani kuingia kwenye majukumu mbalimbali, before we leave here and going to any other things that we have to do, sitaki tutoke hapa na taarifa ya kwamba tulikuwa kwenye semina. I don't want us to leave here and say that, oh, we went to a seminar. Nataka kila mmoja aliyetusikiliza siku ya leo, I want everyone that heard us today, nataka atoke hapa na maamuzi salama. I want that person to leave here with a good decision. Kama wewe ni mzee, If you are an elder, usikae kimya na maumivu yako ndani ya moyo wako. don't be silent with your pain inside you. Omba msaada kwa jamii, Beg for help to the community. omba msaada kwa vijana, Beg for help for the youth. omba msaada kwa viongozi wa majamii. Beg for help for the leaders of the community. Usibaki na maumivu moyoni. Don't be killed in silence. Ikiwa kama wewe ni kijana, If you are a youth, anza kutumia mifumo hii ambayo tumeigawa leo, start using those structures that we have distributed today, na uwe na nidhamu katika mipango na matumizi ya kipato unachokipata. and have principles and good expertise in everything that you are doing. Na kama wewe ni mzazi wetu, And if you are our parents, tengeneza familia yako na uwafundishe watoto namna ya kuishi katika nidhamu. build your family and teach your kids how to live in the principles. Unapowafundisha watoto kuishi katika mifumo, When you are teaching the kids to live under the system, unapowafundisha watoto kuishi katika nidhamu ya matumizi ya fedha, when you are teaching the kids to live under principles of money, maana yake ni kwamba unakuza kitu kikubwa ndani yake ambacho hatakisahau wakati anakuwa. it means you are building something inside that person that he won't forget when he grows. Unatengeneza next generation ambayo ina nguvu kubwa. You are building the next generation that have strength. Ina maana unatengeneza kizazi kinachofuata chenye nguvu kubwa. You are building the next generation that have strength. Sisi wote tunaamini na tunajua ya kwamba watoto au sisi watoto tunaishi au tunajifunza kile tunachoishi. We believe that as kids, we learn from what we are living in, the situation we are living in. Kile tunachoishi ndicho ambacho sisi tunajifunza. What we live in is what we learn. Sasa maana yake ni kwamba watoto wakiishi kwa kuona mifumo, It means that when the kids live and see the system, watoto wakiishi kwa kuona nidhamu, when the kids live and see the principles, ina maana tunatengeneza jamii ambayo ina nguvu katika maamuzi. it means that we are building a community that have power in the next life. Na kama wewe ni mfanyakazi, If you are a worker, fuatilia kila dala moja yako inafanya nini katika matumizi yako. follow every dollar you get. How does it work in every expenses that you are Kila doing? pesa inayoingia kwenye benki yako Every money that comes to your bank, lazima ujiulize inaenda wapi na inaenda kufanya nini. you need to ask yourself where that money goes and where does that money Hiyo do. ndiyo nidhamu ya fedha ambayo natamani kila mmoja atoke nayo hapa. That's the principle of money that I want everyone to live here with. Usihitaji kuwa na kipato kikubwa sana ndio uanze kutengeneza hii mifumo. Don't need to have much income for you to start building all these structures. Tayari tumegawa karatasi ambazo zitaweza kupatia mwongozo wa mara ya kwanza uanze namna gani. We have distributed the paper that will lead you to know where to start from the beginning. Hitaji karatasi zingine, ofisi zetu ziko wazi. And if you need another papers, our offices are open. Come. Tutakupa kila mwezi, ukihitaji karatasi mpya uje ofisi, tutakupa kwa bure. If every month you need a new sheet, come to us and we will give you freely. Tunataka kutengeneza jamii yenye nguvu. We need to build a community that have power. Tunataka watoto au wadogo zetu wanapozaliwa wakute mifumo ya familia. We need our younger one, our newborn, when they grow, they have to know that we have this structure in our families. Maisha tuliyoishi ya ukimbizi tumeyakosa mengi sana, hata kwa wazazi wetu hatuwezi The kulaumu. life that we are living in the refugees camp, we have lacked a lot, even our parents. Wakati tunaanza kuelewa, Now we start understanding. wakati tumeanza kugundua changamoto zinazotutesa na kutumiza katika jamii zetu, Now we know that the challenges that is facing us in our communities. ni muda mzuri wa kutokukaa kimya.
It's a good time for us not to stay Ni silent. muda mzuri wa kusimama na kupiga hatua. It's a time for us to raise up or to stand up and have a step Muda ahead. mzuri wa kusema ya kwamba sitobaki hivi, nitaendelea mbele. It's a time for you to say, I won't stay where I am, I have to move forward. Ni muda mzuri wa kusema ya kwamba hata kama ninapata kiasi gani, It's a time for you to say that even if I'm receiving how much, na hiki kidogo nilicho nacho naweza kuanza kubwa. for the small that I have, I can create a structure for what I have. Hello. Hello. Najua tutakuwa tumechoka sana na maswali yamebaki sana kwenye mioyo yetu. I believe we are tired, but we have a lot of questions in our heart. Tunaomba maswali tulionayo yatoke. We need all those questions to come out. Tutaweza kuyajibu. We have ability to answer them. Tulipoanza na mpaka hapa ndio kuna maswali hapo milioni mwa watu. Where we started until here we are, we know there is questions that people have. Tunahitaji maswali kabla hatujatoka hapa mbele. We need those questions before we leave the stage. Unaweza kuinua kidole kama una You swali. can just raise your hands if you have a question. Karibu sana. Welcome. Karibu sana. Welcome. Jambo kwa wote. Hatujambo. Na mimi nina swali kuhusu malipo. Kuna malipo pale, kuna malipo ya nyumba, Ndio. kuna malipo ya umeme, Ndio. kuna malipo ya maji, kuna malipo ya gesi, ile ya jiko, Ndio. na kuna malipo ya trash. Hivyo ndio tutakavyoongelea. Basi natoa nyumba. I have a question, but my question is according to the expenses that is listed there. Rent, electricity, water, gas, cooking gas. Hapo tunatoa nyumba, tutaongelea tu umeme, maji na gesi. Now, I'm taking out the rent, but I want to talk about water, electricity, and gas. Tumeona budget ya ndugu Blaze. I saw the expenses of brother Blaze. Imetufikisha sehemu ambapo kuna baki nusu kidogo ya pesa pale chini. Now, the rest of the money is just a little bit. Sasa swali langu linakuja hapa, Now my question comes from there. umeme, maji na gesi ya ndani, Ndio. kuna wakati inapanda. There is a time water, gas, and electricity they go higher. Inakuja na bei tofauti na ile yenyewe anailipa ama ile yenyewe alitaja pale. Become more expensive, more higher than what he just said. Hiyo pesa iliyobaki nayo mkononi kweli itakuwepo ama itakuwa imefutika kabisa jumla? The money that was left, it will go back to the expenses, or we just, what does he gonna do? Je, hiyo budget uliyoambiwa hapa utaifanyeje ili kubaki na nusu tena wakati pesa imepanda? Maji yamepanda, umeme umekuja, bei juu. Maji yamekuja, bei juu. Gesi ya ndani imekuja, bei juu. Now everything is higher from the gas to the electricity to water. Now the rest of the money, how do we do? Tofauti kidogo inaweza ikawa hiyo cash inakuwa na msimamo kidogo. A little bit on the trust sometimes remain the same. Hiyo ndio swali langu. Now that is my question. Asante. Thank you. Asante sana. Wacha tujibu hii swali hapo kila husu swali lingine. Let us answer this question and then we will go to the next one if someone has. Swali linasema tumebaki na 410. Now the question is we have left with 410. Lakini katika hii 410 tuliyobaki nayo, Now in 410 that is left. kuna vitu ambavyo havina bei iliyo kamili. There is some stuff that doesn't have a firm price. Ikiwemo umeme, Electricity, maji water, na gas. and gas. Cooking Hivi gas. ni vitu ambavyo Those are the things that vinaweza kuonekana kuwa chini mwezi huu, they can be lower this month. mwezi unaofuata vikawa juu zaidi. The next month they can be more higher. Si ndio jamani? Yeah. Asante sana. Thank you so much. Wakati unaelewa umebaki na kiasi cha $410, When you understand that you have left with 410, hii $410 tuliyoipata hapa the 410 that is left there, sio $410 ya kabla ya matumizi.
It's not the 410 after expenses. Ni dala 410 ya baada ya matumizi. It's a 410 before the expenses. Ina maana kila unapopata pesa yako ya kila mwezi. It means when you get your money from every month. Kila unapopata pesa yako ya kila mwezi. When you get your money for every month. Unajua ya kwamba nilichokilipa kwa cash, kwa umeme. You know that whatever I paid for the electricity. Ni hivi hapa. I paid this. Nilichokilipa kwa maji. When I paid for water. Ni hivi hapa. Is this one. Nilichokilipa kwa gas. What I paid for the cooking gas. Ni hivi hapa. Is this one. Maana yake ni kwamba kama zimepanda. Now you know if they went higher. Au utakumebaki na hizo kwa sababu hii ni baada ya malipo. You won't be left with the 410 Lakini kama zimeshuka. Because but if they are going down, utakumebaki na zaidi ya hii kwa sababu tayari umemaliza. You will be left with more than that because you are already paying. Kwa hiyo mpango ulionao sio mpango wa kabla ya matumizi. Because the plan that you have is not after the expenses. Ni kuiambia pesa yako ifanye nini. It's telling your money what to do wakati unaipata. When you get it. Na ukishaipata hiyo pesa. When you get that money now. Ule mfumo tulionao wa kila mwezi. The structure that we have. Kuna vitu vya lazima uvicheke. There is important expenses that you need to check them. Ambayo tumeandika vitu vya lazima kulipa kila mwezi. That we wrote them that most important expenses that you have to pay every month. Ina maana kila unapopata pesa yako. It means whenever you get your money. Kwa nidhamu unayotengeneza. For the principle that you are building. Unaiambia pesa hii ninatakiwa nilipie kila mwezi, ninalazimika kuilipia. You are telling your money that I have to pay for things every month. Hata kama umeme umepanda. Even if the electricity went high. Income yako ulionayo. But the income that you have. Hivi ni vitu vya lazima kulipia. It's a must for you to pay. Chochote unachobaki nacho. Whatever that is left. Ndicho unachoweza kutumia nje ya mipango hii. That is what you will use after. Nitakuwa nimejibu swali kwa uwazi zaidi kwa sababu hii tuliyoipata sio kabla ya matumizi, ni baada ya matumizi. What we get the rest is not kulingana na hali yako mwenyewe ya maisha. According to your situation of life. Kulingana na mapato yako wewe mwenyewe. According to your income. Yawezekana unabaki na zaidi ya hii ukifanya mahesabu yako mwenyewe hapo ulipo. You may be left with more than this if you know your calculation. Au unaweza kubaki na chini. Or you can get less than that. Nitakuwa nimejibu swali baba. I don't know if I answered your question. Nitakuwa nimejibu swali. Swali nimejibu. Nimeona kuna kutokunyelewa kidogo. Okay. Ila samahani. Uko sawa, uko sawa. Nimeona labda haukunielewa. Hiyo kwa kweli tumeipata baada ya malipo yote. Ndio maana hiyo inapatikana. Sasa kuna wakati bajeti ya malipo inakuja kwa uzito zaidi. Hata hiyo salia hapo haipatikani. Sasa kama hiyo rais kwa mafundisho mnaweza kutufundisha nini hiyo bajeti ikiwa ndefu sisi tuwe tunafanya nini na sisi kama katika mafundisho yetu kwa jamii. Hapo ndio ninaomba msaada wa kusaidia jamii. Asante sana. Kama ukipata bei fanye nini na sisi hapa? Now the question is, if we were left with 410, and if the electricity and whatever that is listed there went higher, and are not left with nothing, what should we do as the teachings of rights? Swali linasema hii kama nayo hata haikubaki. Hilo ndio swali ambalo sasa ndio tumeelewa. Kama hii nayo haikubaki, sasa tunafanyaje hapa? Swali zuri sana. Hello. Hello. Katika hivi vitu vyote hapa tulivyonavyo vina matumizi. Kulingana na matumizi yako. According to your own effort. Bili inayokuja kila mwezi. The bill that is coming every month. Wakati mwingine matumizi hayatokani na wakati mwingine bili
haitokani na vile unavyotumia. The bill doesn't come according to what you have used. Ile yawezekana kuna kichuma fulani au kuna vyuma fulani ndani ya nyumba vimeharibika. Or it may be that some of appliances are bad. Kuna vitu fulani ndani ya nyumba, kuna vyuma fulani ndani ya nyumba vinakuwa vimeharibika. There are some appliances in the house, they are bad. Imetokea mara mbili kwa nyumba yetu sisi. He has come 2 times in our house. Bili ya mwezi ya maji ilikuja 700. The bill of the water for the month became 700. Ambayo ni mara ya pili ya nyumba, yani ilibaki 700 nyingine tupate rent. It was left another 700 for us to get our amount for. Haimaanishi kwamba itakuwa the same situation kwa kila mtu. It doesn't mean that it will come in the same situation for everyone. Ila nataka nieleweshe na hili pia. But I want to make clear on this too. Unaporipoti kwa landlord wako, when you are reporting to your landlord, na unaporipoti pia kwa wahusika wa maji, or when you are reporting to the people the water, ya kwamba bili yangu imekuja kiasi hiki kiasi hiki na that bill has come this much, ni kwa sababu kuna chuma fulani kimeharibika ndani ya nyumba na mwezi huu kinatengenezwa. Because there is some appliance that is bad in my house and this month they will be fixed. Wanachokifanya wale watu, what they do, those people, wanapunguza ile bili ya maji, they will lower that bill, au wanapunguza ile bili ya umeme, or they will lower the electricity bill. Unalipa kiasi ambacho ni standard. You will pay in a standard level. Haiwezi kuwa 700. It doesn't have to be 700. Wakaifanya half. They can do that half. Ina maana unaweza kulipa 350. You may pay 350. Ingine 350 wakaitoa. Another 350 they will just. Nimeelewesha hilo ili tuelewe ya kwamba sio matumizi tu. I want us to understand that I'm trying to explain this, that it's not only too expensive. Wakati mwingine vyuma vya ndani vikiwa vina tatizo, hili linaweza kutokea. Sometimes some appliances in the house have problems and this can happen. Tunapokuja kwenye matumizi, when we come to expenses, lazima tutabana matumizi ya huko. We need just to budget all those expenses that we have. Kuna wakati tunatumia maji kwa wingi, kuna wakati tunatumia umeme kwa wingi, kuna wakati tunatumia gasi kwa wingi. There is times that we use a lot of gas, we use a lot of water, we use a lot of everything. Kulingana na matumizi yetu ya ndani kwa watoto na according to our expenses of the house, maybe for the kids. Kwa hiyo tunapowakuza watoto katika mifumo ya namna fulani kwenye jamii, kwenye familia zetu. But when we raise our kids in some structures in our family, wanaweza kuelewa maji ni nini na tunayatumia namna gani. They can understand what is water and how to use it. Umeme tunautumia namna gani? How do we use the electricity? Gasi tunatumia namna gani? How do we use the cooking gas? Kwa sababu kuna wakati watoto wanatumia vitu ambavyo sio hata vya msingi, wanachomeka tu, wanachomeka. Because there is sometimes kids use gas, things that are not important, they just plug in here, plug there. Lakini kwa sababu wanaona ni umeme tu, hawajui kama baba unasumbuka na bills. Because they are saying just electricity, but they don't know how much as a father you suffer. Kwa hiyo unapoona hii hapa linaingia kwenye jamii au kwenye familia, when you see this has come to your family or the community, jichunguze matumizi ya familia nzima iko namna gani. just ask what kind of use or utilities na mapato yako namna gani, and how you make it. Sometimes you need to look for your work. Ikiwa kama kazi unayoifanya inakulipa pesa ndogo na majukumu ni mengi, if the work that you are doing is to pay less, kusaidia kwa miezi yote na ukabaki na hiyo kazi moja, you just pay like that and you remain with the same. Lazima utafute kazi nyingine. You just have to look for it. Ambayo inaweza kukidhi mahitaji ya familia, ndio maisha that can also accomplish the needs of the family. Kuna vitu haviepukiki. There is some stuff you can't avoid. Tunaweza kusaidia, we can help, lakini wakati ile msaada unapotea, nini unabaki nacho? Bado changamoto iko pale pale. But if that help go away or just vanish, when are you what are you thinking? Wakati ambao unaelewa kwamba mapato nilionayo yakisi hata mahitaji binafsi ya ndani mwangu. If you understand that the income that I have, it doesn't even meet my needs in
in my house. Unastahili kubadilisha hata kazi. You need also either to change your Tafuta work. kazi inayolipa zaidi, au ongeza masaa ya kazi kama unaruhusiwa kuongeza masaa. You need to change your work, or if you need to add more hours, just add more hours. Ili uweze kukidhi mahitaji yako. So that you can accomplish the responsibilities of your house. Shida hapa sio kusaidiwa. The problem here is not for you to be helped. Shida ni msaada ukitoweka, nini unabaki nacho? Now, when the help surrenders, what Bado you tatizo have, linakuwa liko pale pale. you still in the same situation. Usipotafuta kazi nyingine bado ni changamoto. If you doesn't look for another job, you still IRC inafanya jitihada zake zote kutusaidia miezi 3-4 tunapofika hapa Marekani. IRC help us in 3 to 4 months when we arrive in the US. Lakini wakati anatoweka bado tunabaki na zile bills. But when the IRC go away, we still with the same bill. Na tunastahili kuzilipa. And we must pay. Kwa hata kama gharama ipande, kuna vitu haviruki, lazima uangalie namna ya kujiongoza. Even if you are getting a higher of bill, there is something that we cannot run away from it. Na kupitia mafunzo haya, For us to avoid all these kind of things, tuna uwezo wa kujua maamuzi sahihi yapi kuyafanya. that you have ability to know what kind of decision you need to take. Na sio kuishi katika maumivu au katika mawazo. Not to live a stressful life or a painful life. Tutakuwa nimejibu swali lako. I believe answered your question. Asante. Kuna swali mwingine? Kuna mwingine ana swali? Anyone else have a question? Ndio. It's not I don't have a question, but I just need to help a question that my father just asked. It's a question that everyone must do. Sometimes I feel like anger, but no. What is more important here is you can be in the house and you know that the bill will come for 300. Now it will come for 500. Now it will come frequently when the weather also is changing. When it goes to summertime, you're tired. When you go to winter, that's also when higher. What the president should do is whatever that happens, he doesn't know what to do. On the left, you are left with 410. If it could be me, I would just divide it into 2. 200 I put aside. Whatever that will come up. And the 210, now it will be that if I want to help home and any other things that I need. When you have that saving, there is nothing that will happen. But if you don't have it, just eat it and finish everything. They will come. They will come up. This will come, this will come, this will come. I'm just encouraging you that saving is a much better thing. There is someone I'm following on TikTok. He said, before you pay anything, pay yourself. Myself, I thought that when you say pay yourself, it's for me to go eat. And then I did, and I said, and now the things are going so high. He told me that pay yourself.
It's to put and saving that will help you later on. And I believe if you do that way or there's another way that you know, it will help you and will give you peace of mind. If you have some saving, you don't have to run places. Let me go to Frank, let me do this so that you can lend me money, I can pay this and that. If you know that you are left with 410, just divide it into two. Pay yourself. It's having your own saving for anything emergency that will come up. That was my just adding up on the answer that Brother Frank just gave. Thank you so much. Any other person have a question? Sawa, asante kwa kupata nafasi. Thank you so much for the chance of asking this question. Tunakwenda kushukuru mwalimu wetu wa siku ya leo. I'm going to thank our sister today. Napenda zoezi hili ningepaswa kuwa endelea. Also, I would appreciate if this kind of seminar will be continuous. Na sijaenda mbali na wasemaji waliouliza na pia waliojibiwa. I haven't gone far with whatever they answered and what they asked. Lakini nitakachoomba mwalimu wetu, But what I will beg our teacher, aweke wazi swala hili. to put in open this issue. Tunaambiwa kwamba pesa We've been told that money, tuendeshe. let no money lead us. Sisi tuendeshe pesa. Let us lead them. Nashukuru kwa hilo swala. I'm very thankful for that. Cha kwangu ni kutaka mwalimu. My honor is to beg the teacher. Tuna mambo yako tofauti. We have different things. Nalipa nyumba tariki 1, mwisho tariki 3. I pay my house the 1st until the 5th. Nakuja kulipa simu tariki 13. I pay my phone on the 15th. Nakuja kulipa umeme tariki 10. I pay the electricity on the 10th. Vile ni njia tofauti. The bills come differently. Na ni mwezi. And it's just a month. Namsaidia dada Soni pale. I'm helping someone. Sitakiwe mimi kuchunga pesa mpaka nisubiri mwisho wa mwezi. I don't have to guide my money until the end of the month. Kisha nione vile zote. So that I can see all the bills. Ndio nilipe. So that I can pay. Ndio niangalie nipate ngapi. And then see how much I have left. Na huko natakiwa nilipe bili ya simu. There I'm needed to pay a bill of my phone. Natakiwa nilipe bili ya gas. I have to pay a gas bill. Katikati ya mwezi. It's in the middle of the month. Utasubiri mpaka mwezi. Should I wait until the month end? So naomba mwalimu. I want the teacher aongoze make these things very clear. Asante. Thank you so much. Asante sana. Jambo muhimu sana ambalo tunatakiwa kuelewa ni kwamba An important thing that you need to understand is kila ambacho tunatumia kila mwezi, everything that we use every month, tunakuja kwa siku yake. it's come out on its own day. Tatizo sio kuja kila kitu kwa siku yake. The problem is not them coming in a different stage. Tatizo ni kujua hela yako inatoka kwenye benki yako kwenda wapi. The problem is for you to know your money is coming from your bank to where. Ikiwa kama haujui hata hela yako moja inapokwenda, If you
don't know even your time where it goes. Maana yake ni kwamba hata 1,000 huwezi kujua inaenda wapi. Even 1K, you don't gonna know where it's going. Ikiwa kama umepata 600 kwa wiki, and if you receive 600 a week, na unachukua kati ya hiyo 600 tayari una bili ya kulipa simu, you know already in that 600 you have a bill of paying your phone. ina maana unachukua pesa inaenda wapi? Now you know where your money goes. Inaenda kwenye kulipia simu. You go through paying your phone. Wakati kama kwenye kulipia simu, When you go through paying your phone, inaenda kwenye karatasi ya malipo ya kila mwezi au matumizi ya kila mwezi. you go through your paper of the budgeting of every month. Ndani ya mwezi huo huo, In that same month, nyingine inapokuja, and another bill comes, inapata mwongozo huo huo. it will follow the same. Niwatie moyo. Let me encourage you. Unapokwenda nyumbani, When you go home, kaa peke yako chini. sit down by yourself. Chukua ile karatasi. Take that paper. Rudi nyuma mwezi mmoja. Go back 1 month. Alafu anza kuandika mwezi jana nililipa 100 kwenye maji. Now start writing. Last month I paid $100 for the water bill. Mwezi jana nililipa simu $50. I paid my phone last month $50. Mwezi jana nililipa nyumba $1,000. Last month I paid my house $1K. Mwezi na nililipa pia gas, nililipa na umeme mwezi huo. I paid gas, I paid also the electricity. Lakini sasa Now, unapofanya mahesabu ya pesa zote zilizoingia mwisho wa mwezi, when you do all the expenses that you have paid the entire month, ukikuta una 1,500 ndio ulitumia kulipia vitu vyote muhimu, you have spent $1,500 to pay for all this, ukabaki na 500 ukabaki na 300, or you are left with $500 or $300. na unajiuliza swali, hii 300 na yenyewe nililipia nini? Now ask yourself, where did this 300, what do I pay with? Au hii 300 ilienda wapi? Or where did this money go? Kama haipo kwenye benki, Huh? kama hiyo 300 haipo kwenye benki, If that 300 is not into your bank, ndio hali halisi ambayo unaiangalia. that's a physical way you will see your money. Kama hii 300 haipo kwenye benki, If this 300 is not into your bank, na sioni pia hata katika matumizi yangu ya and pesa, I haven't seen even in my expenses, hii pesa imeenda wapi? where did this money go? Ina maana tatizo hapa It means here the problem is, sio bili kuja kwa siku zake tofauti. it's not the bills coming in a different day. Tatizo ni kujua pesa yako na kuitumia inatumika kwa nini. It's for you to know when you are using your money, you are using it for what? Wapi? And where do your money go? Kwa hiyo unapojua pesa yako unaitumia kwa nini na inaenda wapi, When you are getting your money, what do you use for and where do your money go? ina maana utajua nini utumie hata kama bili zinakuja tofauti na nini. Now you will know what to use and what to not use when your bills come up. Ina maana utajua ndani ya mwezi mzima natakiwa nitumie mia ngapi. Now you will know with the entire month how much I have to use. Tusikope manguo kwa sababu fulani aleta nguo za bei chini. Don't go and loan for a clothes because someone just get clothes for a cheaper price. Ikiwa haujui mwisho wa mwezi utabaki na kiasi gani hata kuingia kwanza kwenye madeni. If you know that at the end of the month how much you are left with, stop getting loans. Linda nyumba yako kwanza kabla hujaenda huko nje. Deal with your house first before you go out there. Hakikisha umelipa vitu vyako vyote Make sure you have paid everything. na una uwezo hata kubaki na kidogo ukawekeza. And you have also ability to left with something for your savings. Kama ushauri tuliupata pale. As we got an advice from our sister Sonia. Na baada ya hapo ukibaki na 50 unaweza kunywa kofi. And after that, if you are left with $50, you can just do something. Kifupi tatizo sio bili kuja tofauti kila mwezi. Shortly, the problem is not the bill coming different. Tatizo ni kujua kila hela inayotoka kwenye benki yako inaenda wapi. The problem is for you to know every money that's coming from your bank, where do your money go? Na ndio maana ni muhimu kujua hata dala moja inapotoka kwenye benki inaenda wapi. It means it's very important for you to know even your time from bank, where do your Na time imani go? 90% ya watu tulionao hapa ndani Because 90% of people that we have inside here, wakianza kufanya hivyo, when they start doing that, tunachoomba tu, mkiona chochote kimebadilika kwenye maisha, when you see something, what you are paying, when you see something changing in your life, usiturudie sisi, mwambie na mwingine.
Don't come to us, tell another person kwamba hili linaweza kusaidia. Swali ni hili. that this can help. Now the question is. Mwenye swali ni another question. Mimi swali langu My question ni hili. is, Wichita tumefikia mfumo wenyewe, saizi watu watakopi nguo sana, saizi tunakopa mboga. Wichita, we have come to the situation that we don't know that we don't have a lot of tax in food, but watu tunakopa mboga, tunakopa hata makeup. Tunakutana dada wiki anayevaa ni deni aliyochukua kwa Sister Dolphin. Anasema I'll pay next Friday nikilipwa. And even the week also, you will just go and get it in debt and say, I will pay next week. So naenda kwa duka fulani nachukua mboga, nasema nalipa next Friday. Kwa hiyo ile paycheck yangu ya next Friday inalipwa. You go to another boutique and say, I will get this fish and I will pay for next Friday. So hiyo paycheck yangu ishakuwa na madeni hata ya half or 90% ya hiyo pesa itaenda kwa madeni ya watu wenye niko nayo. Now the checker we got that we already are in debt of maybe 90% of that money. So do you think huyo mfumo unaweza kutusaidia kufanya hizi budget ambazo tunakwambia, au inabidi pafanyike kitu fulani ili tuachane na hii tatizo ya kufanya hivi? Do you think the way you are telling us it will help us getting out of this problem, or you need us to do something extra? Very good. ambao tumeleta. This is structure that we are given. Unakuambia hivi. It tells you that Hiki inastahili kufanya kulingana na mapato yangu. this I have to do it according to my income. Na hiki sistahili kufanya kulingana na mapato yangu. And this one I don't have to do it according to my income. Maana yake ni kwamba It means nidhamu unayotengeneza kupitia huu mfumo the principle that you are putting through this structure inakuongoza ufanye nini kwa wakati gani na usifanye nini kwa wakati gani. it will help you what to do in what time and what to not do in what time. Unahitaji kula. You need to eat. Kukopa mboga si vibaya. For you to go and get in debt of some fish is not bad. Au kuchukua mboga kwa ajili ya kula si vibaya. Au kuchukua mboga kwa ajili ya kwenda kula si vibaya. Or to take food for you to go eat is not bad. Ubaya ni kutumia bila kujua ndani ya mwezi mzima. A problem is for you to take it and without knowing for the entire Mapato yangu yananiruhusu nitumie kiasi gani? how much do my income is allowed me to do. Hilo ndio tatizo. That's the problem. Unapojua ndani ya mwezi mzima mapato yangu yananiruhusu kufanya hiki au yananiruhusu kutumia kiasi hiki. If you know that my income allows me to use this kind of money or this kind of amount, Ina maana utakuwa na uwezo wa kukopa kiasi ambacho unajua kwamba mapato yangu yanaweza kulipia hiki. Hata now you will forget in depth of knowing that my income will allow me to pay this debt. hatujakatazwa kula, No one is refusing you to eat. lakini lazima tutambue katika nchi tuliyomo na mapato tulionayo But we need to know the country that we are in and the income that we are having. tunastahili kula kiasi gani na hatustahili kula kiasi gani. How much do we need to eat and how much we don't have. Kwa hiyo huu mfumo ndio msaada utakaokuja na huu mfumo And that's the help that this structure will come from. kukufundisha au kukupa nidhamu ya kujua To teach you or give you a principle for you to know nini utumie what to use na nini usitumie. and what to not use. Sasa Thank you. swali lingine. Yes. Her name is Esther. She's very grateful to be serving. And she's waiting for this seminar not to end today. Let it continue time to time.
And she said that she heard that you want to help the elderly. And you want you guys to put more effort. You only put a budget for those that work. But others doesn't work. And the income that they are getting is not enough. Their budget is very limited. Budgetary chini kabisa. Their income is very limited. When you were doing those, they are just left with a lot of debt. How could you help them as well? So then they can see also, or the budget where what they spend on and what they are not doing. Those that work, they lack. As that, them that doesn't work. What do you think to help, or what do you think about helping us for budgeting whatever the small that we are getting, even if we don't have work? You may not have nothing now to help us. Please put this on your calendar to help us tomorrow or next tomorrow. Thank you so much. Tunashukuru sana kwa hiyo swali ambayo yametolewa. Thank you so much for all questions that was given. Na tunaamini ya kwamba siku ya leo kipaumbele chetu ni hili. And today we believe that our priority is our elders. Una uwezo wa kuongea chochote. You have ability to say anything. Kwa uhuru kabisa. With all boldness, without shame. Changamoto yote unayo. All the challenges that you are facing. Iseme wazi. Say it loudly. Kile ambacho IRC haiwezi kufanya. Whatever IRC cannot do. Ina uwezo wa kuelekeza ni nini kufanya au wapi pamoja kupata msaada. They have ability to show you where to go and what to do. Kile ambacho sisi hatuwezi kufanya. Whatever else we can do it. Tuna uwezo wa kuelekeza ni wapi mahali unaweza kupata msaada. We have ability also to show you where to go to get it. Kwa hiyo kuna uhuru kama mzee wa kuongea chochote na changamoto yoyote. You have a priority to say anything as the challenges or the problem you are facing. Kwa sababu unapobaki nayo ndani, unapobaki nayo moyoni, when you are staying with it inside, hakuna anayejua nini moyo wako unasema. No one knows what your heart is saying. Lakini wakati unaongea, but when you are speaking up, IRC itasikia, IRC will hear, RISE itasikia, RISE will hear, mashirika mengine yatasikia, others non-profit will hear. Na watakuelekeza kama wao hawana uwezo wa kufanya kile unachotaka. And they will lead you even if they don't have, maybe they don't have ability to do what you do. Watakuelekeza ni namna gani ni njia gani sahihi ya kupata kile. They will lead you the way for you to get whatever you want to get. Nijibu haraka haraka swali. Let me ask first this question. Unaweza kufanya nini kwa hawa wazee? What should we do for the elderly? Na wamefanya mahesabu yao hapo, wanaona kama mbaki kabisa kwenye madeni. They did their own calculation and they are left with zero. Ndio maana tulihitaji hata wale mnaoishi nao wangekuja. And that is why we needed even those that you are living with to come. Kwa sababu wale mnaoishi nao, because the people that you are living with, sio kwamba hawawezi kuwa na msaada katika hilo kwanza mwenyewe. It doesn't mean that they don't have ability to help you on Kwa sababu hata IRC au serikali ya Marekani kwa ujumla, or even if IRC or the entire government of the US, wanakusaidia kulingana na hali ya maisha unayoishi nayo pale kwao. They will help you according to the nature or the environment you are living in. Kama hata kuna watu wanapewa food stamp.
If there is people that were given, they are given na food watoto stamps, wako wote wanafanya kazi, and all your kids are working, hali yako inastahili kutoa food stamp. your own situation, you are qualified for food Wewe stamp. mwenyewe, Just you as you. lakini hali ya ndani mwako unamoishi But the environment you are living in, unaweza kuwa hauko qualified kupata food stamp. you may not be qualified to get that food stamp. Kwa hiyo endapo kama familia au endapo kama wale vijana wanaoishi nao au watoto unaoishi nao, If the kids or those youth you are living with, wakishinda kukaa katika mifumo salama kwa ajili ya kulea, they are allowed to live in a good principle to carry you up. maana yake ni kwamba utaugua moyoni, kuendelea na kuendelea na kuendelea. It means you will suffer in your heart continuously. Na serikali haiwezi kukusaidia kwa sababu uko ndani ya watu ambao wanaweza kukulea pia. And the government also cannot help you because you are in an environment that the people can help you that you are living in. Lakini kila kitu kiko kwenye mifumo. But everything is according to the structure. Na kila kitu kinaenda na sheria zake. And everything goes through the rules and principles. Unapokuwa unaishi mwenyewe, when you are living alone, sisi hatuna uwezo wa kulipia nyumba. We don't have ability to help you pay your rent. Ila tuna uwezo wa kuombea msaada katika serikali. But we have an ability to beg for help through the government. Uwezo kusaidiwa nyumba ya serikali. So that you can be helped. Nina ushahidi wa watu ambao walikuwa wanalipa 30. No income house. Nina ushahidi wa familia ilikuwa inalipa 34. I have a family that was paying $34 kwa nyumba ambayo inalipia 1,500. for the house that was supposed to pay $1,500. Lakini wao walikuwa wanalipia 34. But then they were paying $34. Ni kwamba wao wanaujanja sana. Are they clever enough? Sio kwamba wao wanaujanja sana. It doesn't mean they are too Ni kwa clever. sababu hali zao zilionekana na waliongea. Because their situation were seen and they spoke it out. Kwa serikali bado ina uwezo wa kusaidia. They don't have ability to help you. Lakini ikiongea. But when you say it out. Lakini pia katika msaada pia kuna taratibu. But also in that help there is also structure and principle. Siseme kwamba umeonewa kama hujapewa huo msaada. Don't say you've been left out without because you haven't given the help. Ila utaratibu utakuwa au sheria za msaada zitakuwa. But the rules of those help they are putting you aside. Kwa bibi usione kunyanyasa. But grandma, don't see that they are discriminating. Unaoishi nao tunaendelea kufanya hii mikutano, wao wanakuja wanasikia. We will continue doing all this gathering that we are doing and those that will come will hear us. Ili tuwe na uwezo wa kubeba majukumu ya familia zetu. So that means we can have ability to carry responsibilities of our family. Hatutaki kutegemea misaada sana. We don't want us to depend on help. Kwa sababu wakati hiyo misaada inapotoweka inatuacha kwenye shida. Because when those helps are rendered, they will left us in problem. Misaada ina muda wake tu hata tukisaidia. Every help has its own time. Shida tunaposaidiwa halafu ile misaada ikatoweka tunabaki vipi? The problem is when we get in help and those helps are rendered, how do we stay? Ndio sababu rais iko hapa. That is the main reason Rise is here. Kutufundisha mifumo itakayotusaidia hata kama misaada itatoweka. To help us or to teach us how to manage it or how to go with the life even if those help us are rendered. Asante. Thank you. Kuna mwingine mwenye swali? Any other person that have a question? Karibu hapo. Welcome, Father. Sawa. Mimi niseme na mimi nimeshukuru kwa kupata nafasi. I'm so thankful to get this chance. Kwa majina naitwa Sunguru Mwana wa Selemani. My name is Sunguru Mwana wa Selemani. Mimi nimefurahi kupata hii sura ya leo. I'm so glad to get this opportunity today. Nimekumbuka mahali ambapo nimetoka pale kampini Nyarugusu. I have remembered the place that I came from back in Nyarugusu. Sisi tuliitwa wakimbizi wa Nyarugusu. Tuliitwa wakimbizi pale Nyarugusu. We were called refugees in Nyarugusu camp. Na hili jina tena limekuja kamilika hapa Marekani. And this name also have been here in US. Sasa nikiangalia kwenye hizi karatasi ambazo mmetupatia, when I look on those papers that you gave to us,
kuna maandishi hapo yanaandikwa rekodi za matibabu. There is a place that says record of your health. Sehemu ya hifadhi. Or a place of hope, a host place. Nikifuata ile taratibu ya maandishi pale kwenye ubao, when I follow those writing on the wall, hii imesemekana, lakini haikuingiliwa kabisa undani kuhusu gharama zake, ili tuzijue kama tunaweza kutembea nazo namna gani. We didn't hear either of those aspects, so that's how we can work with them. Na hapo ndio kwenye kwa swali yangu. And that's what my question is. Hivi ambao tukusikia sisi tutafanyaje kuhusu ile pesa ambayo tunazipata na ile baki ambayo inaobaki kwa kulipa deni za kuhusu matibabu. As we heard that, and also we have bills maybe for the health bill or insurance bill. The left money that was left to us and pay that bill, how do that work? Kati ya maisha sisi wanadamu kuna utofauti wa magonjwa. In a life of a human being, there is a difference of sickness. Kuna mafua na operation. There is a normal fever and operation. Ukipita kwenye operation na magonjwa mengine ya kufuatilia kama vile operation, pesa ambayo tunadaiwa ni kitita cha fedha cha kuangaisha akili. When you pass the operation, the money that we need you to pay, it will make you stressful. Sasa tukiona pesa ambayo tunatumikia, and when we see the money, our income. Ndio maana nimekumbuka kampeni ya Nyarugusu. That's why I remember the camp of Nyarugusu. Tulipokelewa. We were well received. Tukapata misaada kama kisha ulivyoeleza. We came out as you said. Misaada ikakatwa. And that was called. Sasa yale mahifadhi ya mwanadamu ili ajiongeze tena ikabanwa. And then even the needs of a human being to push himself forward, they were like that. Na hata huku Marekani zinabanwa baada ya kukosa makazi. And even here in the US, they are also hold on if we lack job. Wengine wanakosa kutumika baada ya kutafuta makazi, ana nguvu lakini kutafuta kazi hapati, lakini magonjwa haitaacha kumbana kwa sababu anakosa kazi. Other people, they not going to work because of sickness, or they look for job, they didn't get it, but sickness didn't also stop, they come up. Pasipo kwenda mbali, nilikuwa naomba labda ungetupatia sura na sisi kupitia hii matibabu, tujue budget ambayo tunaweza tukafanye na jinsi unavyojua mapato ya hapa tunavyopata hapa Marekani. And you could give us what we should do when we are getting those health bills for the insurance and also the income that we are getting. Kwa sababu nikiona watu wengi hapa tayari kale karatasi kanaitwa insurance ya matibabu wamesha haina kazi tena. Because if I see a lot of people here, they don't have insurance card. Sijue hapo kwenye hiyo budget inaweza kawaje. Asante. On that budget, where did you put that insurance? Asante. That's a good question. Here we have two kinds of insurance. Health insurance. We have a life insurance. Kwa hii health insurance, tunapofika hapa Marekani tunaingia kwanza ya bure. When we get in the US, we got those free. Baadaye huu msaada unakata. Then that helps we pick out. Huu msaada unakata sio kwa maana matibabu na magonjwa yanatoweka. When the health cut off, it's not that the sickness we go off as well. Bado magonjwa tunabaki nayo mwilini. Those sickness we get there. Tafanya ndio maana tumeiweka hapa kwenye orodha ya vitu muhimu kuvilinda. What to do, that's why we put it there as important bills or expenses for you. Ile unayopewa ya kawaida ikiisha. When you were giving a normal one, when you
done, Maana yake ni kwamba lazima kuwe na insurance ambayo lazima unailipia. that means you will have an insurance that you need to pay Kama for. ni $30 kila mwezi lazima uwe na hiyo insurance. If it's $20 a month, you need to have that. Lakini pia ukitolea mbali masuala ya health insurance, But going aside with the health insurance, kuna pia kitu inaitwa life insurance, there is another thing that is called life insurance. bima ya maisha, Life insurance. bima ya matibabu. Sasa hii bima ya maisha The life insurance na bima ya matibabu, and the health insurance. tunavyoendelea mbele, When you move forward, tunavyoendelea mbele, when we move forward, tutaweza kuleta mafundisho ya namna tunaweza kuzitumia hizi katika maisha yetu ya huku tulipo. we will have more clarity on teaching how we can use life insurance and health insurance. Kulingana na swali lako, According to your question, litajibiwa vizuri sana it will be answered well na maelezo au maelekezo ya life insurance. on the structure or the according to the life insurance. Kuna vitu ambavyo health insurance inakuwa limit kulipia, There is things that life insurance, they are limit for you to get in. na ukiwa na life insurance But when you have life insurance, ina maana unakuwa kwenye level ambayo ni tofauti na ile level ya kubaki hapa. that means you are different than the level of health insurance. Hii ina uwezo wa kulipa matibabu ambayo health insurance haiwezi kulipa. The life insurance have the rules to pay any other sickness more than the health insurance can pay. Hii haiishi tu kulipa. The health insurance doesn't, the life insurance doesn't end only pain. Unapokuwa hata na unapokuwa umeshindwa kabisa kufanya kazi kulingana na hali ya afya, When also you like working according to the health, hii inakulipa kila mwezi. the life insurance also will pay you every month. Sio lazima It's not a must. uilipie au uwe unalipa kila mwezi, maana hauna kila pesa. It's not for you to pay every single month because you don't have that work anymore. Hali ya kiafya haikuruhusu tena kufanya kazi. Or your health doesn't need you to work again. Wewe sasa unakuwa unalipwa na wao. Now, instead of you paying them, now they are paying you. Kwa hiyo kuna siku maalum kulingana na vile program zilipo, RISE inaandaa pia kwa ajili ya hiyo swala. There is a day that RISE also have that program. They will prepare that for you. Na majibu mengi ya kuhusiana na afya au kuhusiana na namna tunajilinda wakati afya inaleta changamoto. A lot of things that we need to protect ourselves with when your health is challenging. Itaweza kujibiwa siku hii. Will be answered those questions on that day. Ila kwa hili la leo nadhani itakuwa ni jibu sawa sawa. But for this of today, I believe I answered the problem. Tafuta insurance ya kawaida unalipia $30 kwa mwezi, inasaidia ukiwa nayo tofauti na mtu ambaye hana kitu. It helps for you to pay even $30 a month. Instead of someone that doesn't have it. Asante, na kulingana na muda wetu Thank you so much, and according to our time, tutaweza kuishia kwa sababu tuje kwenye programs. we will end it here so that we can go to the next program. Nawashukuru sana kwa kusikiliza na Mungu awabariki. Thank you so much for Mr. President, before you leave, I have my guy here and say he has only one question. Maybe listen to the question and then maybe you can answer him later, or you can just come with the question. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Ma question est la suivante. Thank you so much for giving this opportunity. My question is, Eu égard à votre exposé de cette journée, je voulais savoir quels sont les objectifs que vise RISE à court, à moyen et à long terme. I would like to know the objective or the vision of RISE in the long term or in the short term. The objective or missions for RISE in the long term or in the short term. Very good question.
I believe I said this from the beginning, only maybe the problem with the language. And that's why it has been repeated. But according to the time, I just answer people. I will answer as you said. Parce que nous sommes un peu en retard avec le temps, il va vous répondre, il va arriver ici pour vous donner la réponse. Aujourd'hui. Merci, Monsieur Franck. Aujourd'hui maintenant, ma confirmation co-host Frank. Thank you so much for Rise. Thank you for this opportunity. Without taking much time, I think we're gonna go a little bit faster because the way we was thinking is not the way it is right now. The way is changing a little bit. So tutaenda kwa haraka kidogo kwa sababu mpango tuliokuwa nao naona kama tukimbize kidogo kwa sababu wanasema kama majira yamebadilika huko nje. So inawezekana mvua itanyesha baadaye au mvua ya storm. So kwa wale wanajua kuangalia na hizo wameshaanza kuangalia. So kwa hiyo karibisha wahusika pia wenye wana komite ya Rise wafike hapa mbele na watuambie cha kufuata, kama itakuwa ni distributions za wazee vitu au kama kuna kingine ambacho anahisi kinaweza kuwa cha muhimu zaidi kutokana na kisi muda na kanuni za weather zinaendelea. Hey. Siwezi weka hii. Nitakusinyale wapi? Bila kuchukua muda mwingi, nitamkaribisha dada yetu Sister Dolphine, ataenda kutuambia hotuba ambazo ziko nazo zinakusaidiaje na ziko na mafaa gani katika maisha yetu. Makofi mengi kwa Sister Dolphine. Karibu sana Sister Dolphine. Feel free kuongea lugha yoyote, hata ya kwenu, hata ya wapi, tuko sawa. Thank you. Hatujambo oye. Tuna jambo. Ya kama vile niweza. Tuna hello. So kama vile nilibadilisha sema jina yangu ni Adolfine na bali the products yenye tutaenda na yenye batagabulia ni tutakuwa mwezi Oktoba na mwezi Oktoba hii niko hapa juu ya kuelewesha matumizi yake.
My name is Adolphine, and according to what you have said, I have 2 products here that we distribute to the elders, but I'm here just to show how to use them. I'm starting with that one. Hii protein inaitwa Voltaren Activist Pen. Ndio jina yake, na hii protein inasaidia kusudi ya hii protein kusaidia kupunguza maumivu na maumivu maana popote pale unakuuma, hii protein inasaidia. That's the product that will help you whenever you are feeling pain, not only on the joints but the entire body. And we just pull it, we just. No, haiko entire body. Tunasema joints. Maana pale kwa maumivu na ugamana. On the joint. Pale kwa maumivu na ugamana, protein ile inasaidia, na matumizi yake inatumika. Can you just show how to use it? First of all, nakula hii. I think sauti yangu iko sawa, right? I believe my voice is okay. First of all, utakula tu hii carton. You just open the box. Na mwa hii carton utakutana na hii. In that box you find it like that. Pamoja na paper ya jinsi ya kutumia, lakini hiyo paper itakuwa kwa Kiingereza. You will also find a paper that will say the description how to use that product. Kama jinsi wote tunajua mikono yetu inapaswa kuwa safi bila kutumia hiyo product. But also you need a clean hand for you to use the product. Unafungua product yako kama mikono yako iko safi. I will open my product with my hand open. Unaweka kidogo kwenye mkono wako. You just put a little bit in your hand. Utaweka, unapaka mahali kwenye unauma. You will just scrub in the place that you are feeling, or the joint that you are feeling painful. So joint yangu ni hii hapa, wala hii naweza sema ni hapa ama magoti. My joint is this one, or on elbow, or on my knees. Kokote kufanya, unakamata unapaka. You just take it and rub it. Nenda una massage like this. You will go and rub it or massage it, massage it. So hivyo na muhimu ya hii product. And the good thing about the product, Inasaidia tu kwa matumizi ya nje. it only helps for the outside. So which means kuwa na kidonda haupashi kupaka. It means if you have a wound, please don't use it. So ni matumizi tu ya nje, iko chini mdomo, puani ama popote pale pa kupumzia ndani, hapana. It's not through the inner things, if it's on your mouth, your nose, not that those kind of places. Kwenye kidonda wanakataa hii product isitumie kwenye kidonda. And also if you have a wound, that product cannot go there. And that's the means of using that first product. Kwa kifupi ni kama uko na maumivu yoyote ile kwa joints. In shortly, if you have joint pain, you just use that gel. Yeah, na maonyo. Warning, Hizi bidhaa husaidia kupunguza maumivu kwa muda mfupi. it will help you to reduce pain in a short while or in a moment, not entirely. Si dawa ya matibabu ya uzima. Tena kama wanataka ukiwa na maradhi makubwa, sio tatizo ya ngozi au maumivu sugu, weka mbali na uweke mbali na watoto products. If you have a problem, let's say a skin problem, you need to ask your doctor before using it. And also pull that product away from place. Na uweke mahali pakavu
and they put it in a warm place. So sijui kama uko swali yote kuhusu namna ya matumizi yake. I don't know if there is any question how to use that product. Na kama hakuna tunaenda kwa ERP. Now with users, we are going to the second point. So hii nayo inasaidia nani kuvimba ama uvimbe wote mikono inaweza kuwa inavimba miguu inasaidia. That also helps the swelling of hands or feet. Na namna ya kutumia hii product. And the way to use the product. Unaweka kidogo kwenye mkono wako. You just take a little bit into your hands. Unaweka kwenye palm tena vile vile. You just put in your hands just like that. Na rub. You just doing it like that. Napima hapo kwenye mkono wangu. I'll just put on my feet. And then unaweka kwenye mguu mahali kuna vimba like this. Yani ndio na massage hapo. You are putting on your feet. You are massaging your feet with that lotion. With that product. When you finish massaging, you take that compressor socks. You take the compressor socks. The compressor socks will help you. Will help the swelling foot to minimize the swelling. You will just put it on your neck. Few minutes, you will see your leg will go down little by little. That's product only for the outside. Please don't put in your eyes. Any open place. So, unaofisia unakuwa mwasho ule mzito unastopisha usiendelee na kutumia. If you feel like when you are putting it, you have some scratches or it's scratching you, please stop it immediately. I think ndio matumizi hii inasaidia kwa kuiba, inasaidia kutoa uvimbe, na hii nayo inakusaidia kwa imani joint zako zinauka zaidi hapo. The first one is the shock up helps you with the swelling of feet or hands, and the long one helps you with the joint pain. Hii nayo kama ushapaka kwenye joint inaweza kuwa ligoti. The joint can be your knees. Usikape ligoti yako kwa dakika 10 kabla ya baada ya hiyo product. Please, when you massage your feet with that gel on your joint, let's say on your knee, don't cover your knee for 10 minutes. Ya unaacha kwanza 10 minutes product kufanya kazi yake kidogo ndio unaweza kupaka zako. Let it out for 10 minutes and then you can pull your pants up down so that you can continue with life. Thank you so much. Asante sana. One question. Je voudrais poser une question. Je voudrais savoir ce médicament, on peut utiliser la nuit comme le jour. À quel est le moment favorable on peut utiliser ce médicament? Angependa kujua hizi dawa tunazitumia usiku au mchana. Ni muda gani wewe tunaruhusiwa kutumia hii dawa? We need to know what time do we have to apply this product, day or night. Hii medicine zote mbili. Maana pale kwa unajisikia mguu wako unavimba wala pale kwa unaona mguu wako unavimba unaweza kutumia. Wala pale kwenye unaona joint yako inauma. Igoti inaweza kuwa inauma unatumia. Lakini ukisoma ile paper ya English vizuri ambayo itafikia nayo wanaandika hii medicine
itumie mara pili zaidi ya mara pili kwa siku. The medication don't use it twice a day. No, don't do that. Yeah. But use it whenever you feel some pain on your joint and you have a swelling feet or hands. On peut l'utiliser quand il te fait mal, mais il ne faut pas utiliser 2 fois par jour. More than two times. More than 2 times. Oh, tu peux faire le matin et le soir, mais ne pas passer 2 fois par jour. Yeah. Imani saizi anaweza sikia mguu unauma saizi, kisha na dakika after 2 hours tena anasikia ngali unauma asitumie. Si tes genoux te fait mal, tu peux l'utiliser tu peux l'utiliser aussi la nuit, mais il ne faut pas l'utiliser 3 fois par jour. Okay, thank you. This is the last one kwa hii Azalfine, kwa sababu ya muda. Hizi mikro zetu kweli mtatusamehe. Asante, nimeshukuru kwa kupata nafasi. Nina swali ndogo tu. Nimesikia mafasirio ya ile dawa ni kwamba mtu anatumia inapakwa kwenye maungio au kwenye goti. Sasa sijui mguu nao hapa kuna maungio na pia mgongo nao kuna mfupa ambao una maungio. Kama nasikia mfupa wa mgongo unauma, nifanyeje? Sio nasema yani iko mfano joint pale kwenye maungio inakutana. Hapa maungio yanakutana, magoti maungio yanakutana, mgongo maungio, hata kwenye maungio yanakutana, hapana kushuka nyama hivi au ndio. Haya, asante, shukrani. Asante sana, asante, makofi mengi kwa Dolphine. At this time, At this time, without taking so long, bila kuchukua muda mwingi, tutakaribisha community health worker wetu, naye ni Sister Sonia, atapita hapa mbele na yeye atatuambia kidogo kuhusu maybe mambo ya afya na nyingine. Karibu Sister Sonia. Jambo tena. Nashukuru sana kuwa na siku ya leo. Cha kwanza nipenda kushukuru Arise kwa kazi nzuri walifanya kwa kufikiria sisi wahamiaji kuona kama tunachira vitu vingi ama tunakosa ujuzi wa vitu vingi na wakandaa kitu kama hichi. Ningependa kuwatia nguvu sana, wasiachie hapo, maana waendelee juu. Kazi bado ipo, kazi munayo kabisa, kuna kazi ya kuendelea. Kwa hiyo kisi mtu hautukubali, nitajibia tu kwanza kwa swali la mtu alikuwa anaweza kuhusu bima ya afya. Aliongelea kitu kuhusu bima ya afya, kama atafanyaje wakati ile bima ya afya amepewa kipokelewa ikiisha, alafu hawezi kupewa nyingine. Ikiwa hauna kazi, bima ya afya inakuwa ngumu kupata kama hauna kazi. Kama kazi yako hairuhusu kupewa bima ya afya, lakini pamoja na hapo yeye haiwezi kufunziwa wewe kwenda kuchunguzwa, kwenda kupigwa. Si ndio? Juu afya yako ni utajiri wako. Kama hauna afya, na pesa utazipata.